Welcome to Nairobi Street Foods. Tunatembea tukitafuta watu wanapiga hustle legit ya food. Si lazima kuwe tu specific food. Anything that you can put in your mouth is food. Na environment ya chakula Nairobi pia inakuwa fiti. Chakula street inakuwa poa. So leo being on a Sunday nilitoka kwenda kucheki hustle. Kutafuta msee anapiga hustle legit. Watu wanakapitia hapa nje. Lakini leo sisi ilikuwa ni kuspot Nairobi Street Foods. Venye wase wanakula chakula legit hapa kwa street. Wase wanasemaga hygiene, lakini leo nataka ni prove wrong. Wacha tuone kama ndapata msee anapiga hustle legit. Hapa ni TRM. Nateremka hivi chini ni kama naenda Birema. Na hata we kama unapika pika mafood hivi, slide kwa DM. Usiogope to expose busy yako. You never know who is watching. Sasa kufika hizi maeria nikapatana na boys fulani. Huyu boys manze kubonga naye kidogo hivi. Anakaa boys amechangamka alafu pia kona akili. Unaona boys anauza nini? Maembe. Mimi hata kitu ilinishtua sana. Huyu msee ako confident na kitu anafanya. Alafu haogopi kusema ni graduate. Manze kumbe ni graduate. Ustake jua. Ngoja tusikize story hapa chini. Mimi naitwa Clive Nyaemo. Clive Nyaemo. Okay. So nimeanza kuuza fruits. Hii ni mwaka ya pili. Alafu siuzangi maembe pekee. Hii ni seasonal. Hizi nauzanga from November to Feb. November to February. Hii ni season ya maembe saa hii. Okay. Wanadia. Karibu. Kuanzia 30. So, nikuulize swali. Unajua acha nikwambie kitu moja. Sasa unaona kama saa hii ni season ya graduate. Wase wamegraduate mbaya hata juzi. Jana ama ni juzi hapa Kasama KMTC walikuwa na graduate. Kutoka Thursday. Next week pia pale hapa nini inaitwa? KU bado iko na graduation next week pia. Wana wase wana graduate sana. Na unajua leo at the end of the day kuna wase wanakaa. Sasa hivi venye watu wamegraduate kuna watu utapata wanaenda kukaa mtaani, msee asipopata mboka, yeye hako. Take yako na wase wana graduate. Wewe unaweza waambiaje? Naweza waambia okay, zile hopes za mnakuanga nazo usikue like nasema aje. Sasa hivi watu wamegraduate ni wengi, so job opportunities zimekuwa less, tumekuwa wengi, so usitegemee chenye ulisomea tupate kazi kwa kitu ulisoma pekee. Kuna skills labda ulisoma kutoka shule kama business, ndio kuna business, so kitu unaweza venture sahii ni biashara, hustle tu. Na watu wajiprotect sana pia na story ya crime. Juu watu wanapiga crime pia. Usisahau, unajua kuna msee niliona kwa interview amesema yes popata mboka na waibia. Well, alisema hivyo si mbaya. Ni ile si unasikianga hata Kiswahili wanasemanga siku za mwizi ni 40. So hiyo jaribu tu hata unauza hata kani ndizi unauza shilingi 10 upate ako ka 5. Hiyo afadhali hiyo kuliko ni worth it kuliko ile yenye una risk life yako naona. Yeah. So per day how much wewe unaweza make how much kwa maembe yako? Kabla siku hizi ukisema leo nimekafunga niko mboka mbaya, unaweza kumeka kama how much hivi? Okay, sisi watu wa biz hatunanga specific. Si ndio? Aire jo. Mimi personally hiyo ina vary. Sinanga consistent ati nitaunda 500 ama nini. So kuna siku naweza unda 1200. Okay, the least naweza unda ni 1000 per day. But hiyo 1000 so ukiestimate as per you, hiyo ni full profit ama ni wenye iko na stock? Hiyo ni after like nimetoa pesa ya stock. Pesa ya stock iko kando, hiyo sasa ndio profit.
Unajitaje kwanza mtandao? Wapi? TikTok, IG? Kila mahali. Kwa TikTok naitwa Clevelandin. TikTok Clevelandin. Instagram Ombwedede 254. So as per your tech, unajua watu wanakula by the way street food sana. Si lazima ikuwe maembe, but there are a lot of things watu wanafanya huku nje. Kuna masmoki, kuna naona hata vijana wameinnovate, wameanza kufungua hizo ma cream pala, mali watu wanakula ma ice cream tu madem nini, ukiwa na manzi yako unampeleka unakula ma ice cream nini, vitu mobka hizo So as per you, when una advise watu, alafu kuna watu pia wanakwambia wamedespise chakula street sana. Unapata msee hataki kula chakula food ya street because of some rumors zenye watu wamesikia. As per you, wewe unaweza ambia watu aje? Okay, first of all, kitu nafaa kujua, sema kama umesema kuna watu wanaogopa hizi street. Yes, sana. For example mimi maembe, si unaweza enda upate kwa store, kwa duka, kwa shop, grocery, tunatoa pali pamoja, si ati tunatoa chakula inatoka mahali pamoja. Ni place same. Ni kama brand. Huwa mnaenda mnauzia watu wenye maybe huwezi enda hapo. Yeah. So msiogope, it is watu wasiogope. Hata story ya hygiene, kila kitu inakuwa safi. Juu ukiuza maembe zako at the end of the day lazima ukitoke kama umeziosha. Na mtu akitaka umoshe pia on set, naona pia hapo kuna maji. Yeah. Unaweza oshea mtu na asiogope mambo na hygiene nini, iko sawa. Si ndio? That's really amazing. Mimi nikatie kwanza yangu hata nikulage. Nika pilipili ama iko sawa hiyo. Weka pilipili tu kidogo tu. Sawa. Hizi stories zimekuwa mingi sana. Kama gani? Stories zimekuwa mingi sana. And also pia unapata kuna watu wanafanya vitu unnecessary online. Si kama ushaingiaga online kitu saa 7 usiku huko saa 6. Unaona vitu mademu wanafanya. Vitu zimekuwa tu extreme. Unapata tu watu wanafanya vitu unnecessary sana. Online tuko na all walks of life, like watu kutoka kila mahali, so hiyo ni normal tu, ni normality tu. Na nikuulize swali, according to your tech, venye unaona wasee watu by the way wana make pesa kutoka TikTok na hizo ma lives. Kuna site zingine pia watu wana make dough. Where your advice, unaona is this the right channel watu wanafuata kwenda kujenga dough online hiyo design? Yeah, it is. Hiyo ni njia mzuri juu saizi hapa hii pale tumefika, unafaa kwa innovative. Fikiria like tumia tu akili yako, kitu unaweza fanya ikupee do. Kwanza online hiyo the better. Yeah. Mimi nimefanya education. So that means you are a teacher by profession? Yeah, professionally I'm a teacher. Yeah. But honestly sidhani kama nataka nikuje kwa lecturer. So hiyo nitasomea masters, but for now I just want to be an entrepreneur. I want to focus in business. Business ndio I want to become a businessman. Hiyo tu. First of all, hapa palituko hapa ni Roysambu. Roysambu area. Mimi nakuanga Roysambu, but naendanga hata hadi Zima, Mirema. Ukitaka kunipata maybe nipeane namba ndio itakuwa rahisi. So namba yangu ni 0706 47 968. 0706 47 968. So ni kumaanisha hata mtu akiwa Runda akikupea deal ya kuleta matunda hata zinatoshanaje wewe utaleta? Yeah, delivery mimi hufanya free delivery. Ni vile sijapata bado wa huko mbali, but baada ile organize utapata matunda yako atakaa ni Runda, hata kama ni Karen, mahali popote tu. So for now Nairobi unaweza fanya delivery ya matunda anywhere. Yeah. Amazing. Basi kijana anajituma. At the end of the day to promote kijana, to promote boy child. Si ndio?